Pole sana Manyanya. Naelewa napitia kipindi kigumu sana kwa sasa. Lakini najua kila kitu. Manyanya, wewe ndo mhusika kwenye yale mauaji. Yes. I know everything. Wewe hapa Manyanya anaingia kwenye mtego mwingine kabisa ambao hakuwa anakusudia. Angalia ambavyo Manyanya ameingizwa na huyu bwana. Huyu bwana aliingia baada ya kufanya mapenzi na mgonjwa wake ambaye ni Violet. Kwa hiyo hapa tunafundishwa kwamba kumbe kuchanganya mapenzi na kazi ni kitu kibaya sana. Aliingia kwenye mahusiano, akamrekodi na akafanya kila kitu. Baadaye sasa anavitumia kama fimbo. Sasa Manyanya hapa anaunganishiwa doti ambayo hakuwa anaitambua kabisa. Na isivyo halali, huyu jamaa anasisitiza na kwamba ameshafika polisi na kutoa taarifa kwamba Manyanya amehusika na mauaji hayo. Kinachomtoa hapa Manyanya ni nini? Tuendelee kuangalia. Je, ni daktari au ni yule mpelelezi ambaye alimkuta amefunga reflector kwenye eneo lake, au kwa sababu Manyanya yeye ni mwanasheria atajinasua kupitia sheria zake? Ni majibu yanapatikana kwenye hii movie ambayo inafuata. Na ukiangalia Manyanya hapa hajaonyesha kuzungumza lolote juu ya taarifa hizo. Kwa hiyo tunachokitegemea hapa ni mambo mengi mazuri kutoka kwa Manyanya. Violet sasa anaonekana anaenda kushinda kabisa hii mechi. Hapa Manyanya sasa ni mtuhumiwa wa kesi ya mauaji ambayo ni mauaji ya watu wawili. Lakini sisi hapa tunakumbuka Manyanya alitoka polini akakuta mauaji yameshafanyika ya mtoto wake pamoja na mkewe, na daktari alimkuta akiwa yuko pale. Sasa swali, je, daktari alijuaje kwamba kwa Manyanya kuna msiba? La pili, Manyanya ni nani basi anayehusika na mauaji haya? Kama Manyanya hajahusika, ni nani ambaye ipo nyuma ya mauaji haya yanayoendelea mpaka sasa kwa Manyanya? Vile nafsi na kuficha ukweli siwezi Manyanya. 100% ni wewe. Haya, sasa nawakaribisha watazamaji wote kusubscribe channel ya Steve Ye wa Brandi ili tuweze kujua kinachoendelea. Usiache kusubscribe channel hii, ni kwa ajili yako masimulizi mazuri kwa ajili ya movie yetu. Karibu sana.